zangu. Naamini ya kwamba Mungu wetu anaendelea kutujalia afya njema na uzima. Hivyo nataka tuweze kutafakari jambo fupi linalohusiana na mambo ya Mungu. Tutaweza kutafakari jambo fupi linalohusiana na mambo ya Mungu. Na jambo lenyewe ni hili hapa. Kati ya amri ambazo zipo ndani ya Biblia, yani amri 10 za Mungu ambazo zipo kwenye Biblia, na amri 10 wanazotumia Wakatoliki, zipi za kweli? Kati ya amri za kwenye Biblia na amri ambazo wanatumia Wakatoliki, zipi ni za kweli? Yani zile amri 10. Wakatoliki wana amri ambazo wameziandika kwenye chuo kidogo cha sala, lakini husema ni amri za Mungu ambazo wamezitoa katika Biblia. Sasa Biblia nayo inazo amri 10 ambazo Mungu alimpa Musa aweze kuzitangaza kwa Israeli, na hizo ndizo tunazotumia. Sasa nataka tujaribu kulinganisha hizi amri kwa Wakatoliki na amri za kwenye Biblia. Wakatoliki wenzangu, tuone, je, amri za kwenye Biblia ndio zipo sahihi au amri za kwenye chuo kidogo cha sala au katekisimu ndo ziko sahihi? Fungua nami Biblia yako katika kitabu kile cha Kutoka sura ile ya 20. Kitabu cha Kutoka sura ya 20. Lakini pia tutalinganisha na kitabu cha katekismu ambayo inaitwa Jimbo Kuu Katoliki Dodoma, ambayo ni ya jimbo la Dodoma, katekisimu yetu toleo la 3. Tujaribu kulinganisha hizi amri za Mungu za kwenye Biblia na wanazotumia Wakatoliki. Tuone, je, zinafanana? Na kama hazifanani, zipi sasa ni za kweli? Na kwa nini ziwe na utofauti? Asante, nafikiri utakuwa umenielewa. Katika amri ambazo zipo ndani ya kwenye Biblia, amri ya kwanza katika sura ya 20 kitabu cha Kutoka, amri ya kwanza inasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Amri ya kwanza ya Mungu katika Biblia inasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Lakini amri ya kwanza inasema hivi katika katekismu: ndimi Bwana Mungu wako, usiabudu miungu wengine. Ndimi Bwana Mungu wako, usiabudu miungu wengine. Hii ni amri ya kwanza. Kwa Biblia inasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Kwa katekismu ndogo ya Kikatoliki inasema ndimi Bwana Mungu wako, usiabudu miungu mingine. Amri ya kwanza hii ukiangalia kwa umakini haina utofauti. Ni maneno tu ambayo yanaweza kaonyesha kwamba kuna utofauti, lakini ikiwa na lengo la kukatazwa kwa ibada ya miungu mingine. Tuendelee. Amri ya pili ya Biblia inasema hivi: usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao, nami na warehemu maelfu elfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Amri ya pili kwenye Biblia inakataza usijifanyie sanamu ya kuchonga. Sasa kwenye katekismu amri ya pili inasema usiape bure kwa jina la Mungu wako.
Sasa hapa mimi nimeona kuna utofauti, sijajua kwako. Kwenye Biblia inasema usijifanyie sanamu ya kuchonga. Kwenye katekisimu inasema usiape bure kwa jina la Mungu wako. Wewe unayenisikiliza, hii amri inafanana ya kwenye Biblia? Kwenye Biblia inasema usijifanyie sanamu ya kuchonga, amri ya pili. Lakini huku ya kwenye katekisimu ndogo ya Katoliki inasema usiape bure kwa jina la Mungu wako. Unaweza ukaona utofauti kwamba hizi amri za kwenye chuo kidogo cha sala au cha kwenye katekisimu zinakataana na amri za kwenye Biblia, na Wakatoliki hawafundishwi za kwenye Biblia, hufundishwa zilizomo kwenye chuo kidogo cha sala au kwenye katekisimu. Tuendelee. Amri ya 3 nasema usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana hata mhesabia kuwa hana hatia mtu alitaje jina lake bure. Imekataza kulitaja jina la Bwana Mungu wako bure. Ila amri ya 3 kwenye katekisimu inasema shika kitakatifu siku ya Mungu. Yaani ushike kitakatifu siku ya Mungu. Mimi sijui ni kinini, utajiuliza wewe hicho kitakatifu unachopaswa kuishika. Lakini amri ya kwenye Biblia inasema usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Ila huku inasema shika kitakatifu siku ya Mungu. Je, hizi amri zinafanana? Haya, tuendelee. Amri ya 4 ya kwenye Biblia, ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote. Tunajua inavyoendelea, utaisoma hata wewe kwa muda wako. Lakini huku ya kwenye katekisimu inasema hivi, waheshimu baba na mama yako upate miaka mingi na heri duniani. Je, zimefanana? Ya 4 inasema ikumbuke siku ya Sabato. Huku ya 4 inasema waheshimu baba yako na mama yako upate miaka mingi na heri duniani. Haya, amri ya 5 kwenye Biblia inasema waheshimu baba yako na mama yako siku zako tupate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Kwa hiyo kwenye Biblia ya kuwaheshimu wazazi ni ya 5. Kwenye katekisimu ni ya 4. Haya, inayofuata amri ya 6 kwenye Biblia, usiue. Kwenye katekisimu amri ya 6 inasema imeanza hiyo ya 5 usiue, ikaja ya 6 inasema usizini. Kwenye Biblia amri ya 7 inasema usizini. Huku ya 7 inasema usiibe. Huku amri ya 8 kwenye Biblia inasema usimshuhudie jirani yako uongo. Lakini huku inasema usiseme uongo. Haya, amri ya 10 ya kwenye Biblia, sikiliza kwa makini hapa. Amri ya 10 kwenye Biblia imesema hivi, usitamani nyumba ya jirani yako, usitamani mke wa jirani yako, wala mtumwa wake, wala mjakazi wake, wala ng'ombe wake, wala punda wake, wala chochote alichonacho jirani yako. Kwenye katekisimu amri ya 9 ndio inasema usitamani mwanamke asiye mke wako. Amri ya 10 usitamani mali ya mtu mwingine. Nikwambie tatizo liko wapi? Tatizo hili hapa. Biblia inaitambua amri ya usitamani kuwa ni amri moja. Ndio maana imesema usitamani nyumba ya jirani yako, mkato, usitamani mke wa jirani yako, mkato, wala mtumwa wake, mkato, wala mjakazi wake, mkato, wala ng'ombe wake, mkato, wala punda wake, mkato, wala chochote alichonacho jirani yako. Ndio amri ya 10. Sasa kwenye katekisimu usitamani
mwanamke asiye mke wako ikawa amri inayojitegemea. Alafu ya 10 usitamani mali ya mtu mwingine ikawa amri ya 10 inayojitegemea. Kwa nini inaonekana hii amri za kwenye katekism hii amri ya 10 inakatwa mara 2 ili zifike zile 10? Ipo hivi. Kuna amri moja ambayo haijasemwa kwenye katekism ya usijifanyie sanamu ya kuchonga. Katekism haina ile amri ya 2 inayosema usijifanyie sanamu ya kuchonga. Kwa hiyo katekism haijaandika hiyo amri ya usijifanyie sanamu ya kuchonga. Unajua shida iko wapi? Kwa sababu tayari Wakatoliki wanazo sanamu ndani ya kanisa. Isingekuwa vyepesi waseme tena usijifanyie sanamu ya kuchonga, ili hali sanamu zikiwa ndani ya kanisa. Kwa hiyo ili kurahisisha, iliondolewa amri ya usijifanyie sanamu ya kuchonga, ikatupwa kule. Mungu akaonekana kwamba yeye kulingana na maneno aliyosema hayakufaa, ikatupwa kule. Ndipo sasa wakaweka sanamu ndani ya kanisa. Halafu amri ya 10 ikagawanywa mara 2 kutimiza ile idadi ya amri 10 kwenye ile moja iliyoondolewa. Sasa Mkatoliki mwenzangu, ikiwa una tamani kujifunza, jaribu kuchunguza haya mambo wewe peke yako. Chuo kidogo cha sala kina hizi amri za Mungu ambao zimeandikwa kwenye chuo kidogo cha sala. Lakini Biblia nayo inazo hizo amri. Nenda kalinganishe na wewe ulete majibu yako kwamba hizi amri zinafanana. Halafu wakati unatafuta hivyo unipe ulete na majibu kwamba, je, utuambie wala ambao tunaweza kusikiliza hii. Je, amri ya usijifanyie sanamu ya kuchonga kwenye katekisimu ipo? Lakini pia amri inayosema ikumbuke siku ya Sabato kwenye katekisimu ipo? Hayo ndio maswali ya kujiuliza. Asante. Kama una wazo, una ushauri, una swali la kuuliza, karibu.